Asante DJ. Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Riziki Pembe Juma, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Mheshimiwa Ali Abdul Gulam Hussein, Naibu Waziri. Mheshimiwa, nafahamu Katibu Mkuu anakuwa ndugu, lakini Mheshimiwa Matar Zahor Masoud, Katibu Mkuu, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Kamati ya NMB Mapinduzi Cup 2026, ndugu Makame Machano Haji. Ndugu Makamu Mwenyekiti wa Kamati Baruk Suleiman Othman. Wajumbe wote wa kamati, waandishi wa habari, watendaji wa kamati na sote tuliohudhuria, assalamu alaikum. Kwanza kabisa naomba kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia kufika leo tukiwa hai, tukiwa salama, tukiwa wazima na wenye furaha, miongoni mwa siku tukufu kwenye taifa letu, siku ambayo mama yetu alikuja duniani leo. Happy birthday kwake. Pili, naomba niwashukuru wote mliohudhuria na niwakaribishe. Karibuni ukumbi wa New Amani Hotel hapa kwenye New Amani Complex, kwa lengo lile lile la kuendeleza ushuhuda wa NMB Mapinduzi Cup, kuendeleza furaha ya nchi yetu. Karibuni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimeitwa hapa, moja ya kazi nilizopewa ni kufanya utambulisho mdogo wa watu waliopo hapa ndani, ambapo naomba utambue uwepo wa mwenyekiti uliyemteua, mwenyekiti wa kamati ndugu Makame Machano Haji. Naomba utambue uwepo wa makamu mwenyekiti wa kamati ndugu Baruk Suleiman Othman. Naomba utambue uwepo wa mjumbe wa kamati ndugu Hussein Ahmada Vuai. Naomba utambue uwepo wa mjumbe mwingine wa kamati ndugu Said Kasim Marin. Naomba utambue uwepo wa ndugu Amer Makame, mjumbe wa kamati. Na naomba utambue uwepo wa ndugu Salum Ugwa, pia mjumbe wa kamati. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa dharura tofauti, kuna wajumbe wa kamati ambao kwa bahati mbaya hatupo nao hapa muda huu. Ndugu Mfamau, Lali Mfamau, mjumbe meya wa jiji la Zanzibar ndugu Kamal, mstahiki meya Kamal, ndugu Khalid Bakari Amran, ndugu Hassan Ibrahim Musa maarufu Hasti, na ndugu Ramadhani Bukini. Kwa dharura tofauti hatupo nao hapa ukumbini, lakini naomba utambue ni miongoni mwa wajumbe uliowateua kulifanikisha jambo hili. Pamoja na hao, mheshimiwa, naomba utambue uwepo wa wajumbe waalikwa wa kudumu kwenye kamati yetu. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, Mheshimiwa Abdul Gulam. Kamati bila ya fedha haiendi. Kwa tulikuwa na mjumbe wa kudumu, mhasibu wa wizara ndugu Juma Makame, na naomba pia utambue jembe la kamati yetu ndugu Zainabu Ibrahim Ali. Kwa hakika hao ndio waliofanikisha hiyo kazi
kutanisha hapa sasa hivi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kamati yetu kama walivyoiteua, mara baada ya kuiteua wenyewe tulikaa tukajipanga vipi tutafanya kazi zetu. Miongoni mwa tulioyafanya, tuliunda kamati ndogo 5. Naomba uzitambue nazo kamati ambazo zilifanya kufanikisha mambo yetu haya. Ya kwanza ilikuwa ni kamati ya habari na hamasa ambayo katibu wake ni ndugu Said Kasim Marin, tuko naye hapa. Kamati ya mapokezi na itifaki ambayo kaimu mwenyekiti wa kamati hiyo wa kudumu toka siku ya kwanza mpaka tumemaliza, ndugu Salum Bwanaso. Tulikuwa na kamati ya ulinzi na miundombinu ambayo mwenyekiti wake naye tupo naye hapa, ndugu Amer Makame. Kamati ya ufundi ambayo ndiyo iliyoandaa ratiba na mambo mengine yote yanayohusiana haswa na mpira. Katibu wake yupo hapa naye, ndugu Hussein Ahmad Avuai. Kamati kubwa ya zote ambayo ilifanikisha kuleta baadaye nitakayoyataja ilikuwa ikiitwa kamati ya fedha. Kamati ya fedha mwenyekiti wake ni ndugu Bakari Amran, ndugu Khalid Bakari Amran, ambaye kwa bahati mbaya hapa hatuko naye, lakini mimi pamoja na kwamba nilikuwa katibu wa kamati kuu, lakini pia nilikuwa katibu wa kamati hiyo ya fedha. Kwa na mimi naomba nipongezwe kwa hilo. Lakini pia tulimpata mdhamini mwingine ambaye ni Mamlaka ya Bandari Tanzania TPA, hongera kwao. Tulimpata mdhamini Benki ya Watu wa Zanzibar PBZ, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, Shirika la Bima Zanzibar ZIC, Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF. Pia tulipata wadhamini wadogo ambao nao kwa namna moja au nyingine walitusaidia, ambao ni hawa wafuatao: Amani Central Agency, Zanzibar School of Health, Mamlaka ya Mapato Zanzibar ZRA na Ampola Tasakhta Hospital. Pamoja na wadhamini hao ambao tuliwataja ni wadhamini ambao walileta pesa moja kwa moja cash, lakini pia tulipata wadhamini ambao walifanya in kind, na tunathamini jitihada zao, na zilikuwa ni pesa nyingi sana ukizi convert kwenye masuala ya pesa. Nao ni Orkun Group, Assalamu Air, Just Fit Sports Gear, Robi One Pharmacy, Tembo Hotel. Lakini pamoja na kwamba mashindano haya yalikuwa na mdhamini aliyebeba jina, lakini uhalisia unabaki vile vile kwamba kuna mdhamini mkuu wa miaka yote, ni mdhamini ambaye hata sasa hivi hili tukio analirusha live kupitia Azam Sports 2, Azam Media. Azam Media aliweka fedha nyingi, lakini pia alifanya in kind kubwa, na ndiye alikuwa broadcaster, ndio alikuwa na haki ya kurusha matangazo haya. Kwa naye tunampongeza. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nisimfilisi mwenyekiti, baadaye atakuja na ripoti na pengine ataikabidhi kwako. Nahisi nikiendelea kuzungumza nitayasema yale ambayo yeye kakusudia kuyasema. Kwa ufupi sana, naomba niwakaribishe kwenye hafla hii. Naomba tuenjoy, naomba tule raha. Lakini kabla sijaondoka, samahani, nitakuwa mwizi kidogo, kuna watu kama sijatambua. Naomba mheshimiwa, fainali yetu ilifanyika Gombani, na uzuri wake fainali yetu iliendana na sherehe za Mapinduzi. Ilikuwa ni fainali ya mpira, lakini pia ilikuwa ni sherehe zetu za Mapinduzi kwa mwaka huu. Waliolipamba lile tukio la fainali pale uwanja wa Gombani walikuwa ni watoto wadogo wadogo, walikuwa 600 wale watoto. Naomba tuwapongeze sana 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 wale watoto. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, mimi naomba nisiendelee sana kukaa hapa kwenye jukwaa nikasema mpaka yenu. Kwa hiyo naomba kabla sijamrudishia MC makamu mwenyekiti ndugu Mbaru, ningesogea kidogo ukatoa neno ukamkaribisha mwenyekiti, au kama ratiba itakavyosomeka. Karibu sana.
Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Dr. Riziki Pembe Haji Juma, samahani. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, kaka yetu Ali Abdul Ghulam Hussein. Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, kaka yangu Matar Zahor Masud. Naibu Katibu Mkuu ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati, kaka yetu pia ambaye yeye ndo ametulea katika kamati hii mwaka huu, tumeenda naye vizuri tu. Ungane na msemaji aliyopita kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, kutujalia siku ya leo kukutana hapa na kukutana katika hali ya utulivu tukiwa na afya njema kabisa. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie hafla yetu hii au shughuli yetu hii ifane na turudi nyumbani kwa amani. Vile vile napenda nitoe shukrani zangu za dhati kabisa kwa wadhamini wote, pamoja na kwamba wametajwa, lakini na mimi pia si baya nikiwataja, kwa sababu wadhamini hawa ndio waliotusababishia shughuli yetu yote hii mpaka leo tukaitana hapa. Kwa muda ambao Mheshimiwa Waziri alituambia kaifanyeni hii shughuli, kama tusingeshikana mikono na wadhamini hawa ingekuwa ngumu kwa kweli. Kwa hiyo na mimi pia niungane na mwenzangu waliopita, tuwapigie makofi wadhamini wetu kwa kweli. Mheshimiwa Waziri, naomba pia kwa heshima kubwa na kwa ruhusa yako, naomba tutambue jitihada kubwa zilizofanywa na mlezi wa kamati, Mheshimiwa Naibu Waziri Ali Ghulam Hussein. Mheshimiwa Waziri, mlezi wetu tulikuwa naye muda wote, usiku mchana, akitulea. Kwa hiyo leo pia ni sehemu yake na yeye ya kukumbukwa. Lakini kwa niaba ya wajumbe 11 wa kamati, kwa niaba ya wajumbe 11 wa kamati, kwa dhati kabisa tunampongeza sana mwenyekiti wetu wa kamati. Waziri, naomba vile vile nimkumbuke katibu mkuu, kwa sababu tulipokuwa tunakwama kuna wakati ilibidi tumtafute katibu mkuu wa wizara, kaka yangu Matar. Tulikuwa tunamtafuta na bahati nzuri hata kwa simu tu ilikuwa kwake inatosha, fanyeni hivi, nendeni hivi, msiende. Kwa hiyo katibu mkuu, he was very very instrumental katika ufanikishaji wa shughuli yetu hiyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa mgeni rasmi, kila unachokiona kizuri hakikosi kasoro. Tulikuwa tuna changamoto nyingi, lakini tulipambana kwa kushirikiana, na siri yetu ya mafanikio ilikuwa ni umoja na mshikamano. Hicho ndo kilichokuwa kitu ambacho tunajipambanua kwa kamati hii. Tulikuwa tunajitahidi sana tuwe wamoja. Hata kama ulikuwa unasikia kuna hili kuna lile, wenyewe tulikuwa tunarudi, tunakaa chini, tunarekebisha, tunaenda mbele. Kuna kitu fulani jamani hakijakaa sawa, wenyewe tunarudi, tunakaa chini, tunatatua, tunaenda mbele. Na baada ya kuyasema hayo, Mheshimiwa Waziri, kwa kuwa si sehemu yangu ya kuongea sana, naomba mimi sasa nirejeshe mic kwa DJ ili utaratibu mwingine ufuate na uendelee. Naomba kuwasilisha.
Karibu sana mwenyekiti. Asante DJ, asante sana. Kaje naulizwa hii ndo wale ndo ya mwenyekiti? Asante bwana, hakuna tatizo lolote. Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Riziki Pembe Juma, Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, ndugu yangu Ali Abdul Gulam Hussein. Waheshimiwa wawakilishi mliopo hapa, lakini ndugu Katibu Mkuu kaka yetu Matar Zahor Masud, wadhamini waliopo, nitambue uwepo wenu kwa umuhimu wenu katika shughuli hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitambue wajumbe wangu wa kamati bingwa, kamati ya nguvu, kamati ya 2026, kamati imara, kamati yako iliyowezesha mashindano haya. Lakini mheshimiwa, kwa upekee siku ya leo, kamati hawa na wadhamini na sisi tumekutana muda wote. Mheshimiwa, kiitifaki siku ya leo ni siku ya vijana wetu wale kule. Naomba vijana msimame tukupigieni makofi kwa ruhusa ya Mheshimiwa Waziri. Vijana simameni. Nyinyi ndio mliofanikisha. Nyie huko mlio. Asante. Mwenyekiti, leo ni siku ya pekee yake. Siku ya kuja kukabidhi kazi. Leo ni siku ya furaha. Lazima tufurahike, na ndio maana Mheshimiwa Waziri samani na kuita mwenyekiti, lakini Mheshimiwa Waziri, ndio maana leo burudani ipo hapa, burudani pambe ya aina yake. Hongera wasanii wetu, na wao wapigwe makofi. Lakini Mheshimiwa Waziri, leo pia imesadif ndo siku ya birthday ya kiongozi mkuu, na tukifanya sherehe tukitaja itifaki, wao wale ndio wanaingia kwa ulazima wao. Kwa hiyo happy birthday. Mheshimiwa, baada ya hayo machache, naomba nichukue fursa hii kwa ridhaa ya wanakamati wenzangu wote, nije sasa kukukabidhi ripoti rasmi ikiwa inatumbuizwa na mziki maridadi. Baada ya zoezi la kukabidhiwa hiyo nyimbo, tutaianza tena. Tunaomba wakabidhiwe. Na leo hii kwa makusudi mazima kuamua, wanasema tuje tuivunje. Tukivunja itavunjika, tukiparaganya itaparaganyika, ila hatuivunji kwa maana kuvunja kama nazi, tutaivunja kama yai vile, tena kwa msumari, kila laini fulani hivi. Tunakushukuruni sana, na kwa niaba ya wizara yetu ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, nipende kukwambieni kwa kweli kamati, hongereni sana. Mmetuheshimisha sana, zaidi ya sana. Hongereni, and from the bottom of my heart I really appreciate your work. Well done. Thank you very much. Lakini pia nitumie nafasi hii kuwashukuru wadhamini wetu wote ambao kwa namna moja ama nyingine wamefanikisha mashindano yetu haya. Naomba nisiwaseme kwa sababu wenzangu wote wamewataja mmoja baada ya mwingine, ila kuna mmoja naomba nimuongezee, kwa sababu na yeye ametufanikishia jambo la wizara yetu ambalo lina mnasaba na mapinduzi yetu matukufu, nalo lilikuwa lile la usiku wa tarehe 12 la ile tariba ambayo tulifanya pale Golden Tulip. Kwa pia tuwashukuru na wenzetu wa Golden Tulip Zanzibar kwa msaada wao ambao kufanikisha kwa ile tarabu yetu ya mapinduzi. Nilisema na huyo naye nimuongeze kwa sababu ndio amesherehesha pia kufanikisha ile in kind, kufanikisha tarabu yetu. Na nizipongeze zile kamati ndogo zote. Kwa kweli mmefanya kazi kubwa sana. Maana siku ambayo naunda kamati wajumbe 12 nikawa najiuliza kamati hii itatosha,
lakini nikasema hawa hapa kazi ni majembe na kila mmoja anajua ana vidole 10. Kwa vidole 10 vile kila kimoja kikizaa maana tunapata wengi, na alhamdulillah kama ambao tumeomba ummati Muhammad tuko wengi. Kamati kubwa ilizaa kamati ndogo ndogo ambayo imefanikisha NMB Mapinduzi Cup 2026. Lakini kipekee sana na kwa heshima kubwa naomba tumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi. Kwa kweli haya yote ambayo tunazungumza hapa bila ya yeye yasingeweza kufanikiwa. Hawa wote ambao wameweza kutudhamini sisi, maana yake wanafanya kazi nzuri na serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar inaongozwa na Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kokote uliko na tunakuombea afya njema na maisha marefu, Mwenyezi Mungu akujalie. Pia tunamshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, birthday girl wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli amekuwa na jitihada kubwa kuhakikisha michezo, lakini hata hii Mapinduzi Cup yetu kufanikiwa, basi ametusaidia. Maana miongoni mwa hao ambao ametusaidia tunasema wamepata support kubwa kutoka kwa mama na wakaambwa nendeni muisupport Mapinduzi Cup. Tunamshukuru sana na niungane na wenzangu wote katika kuendelea kumwombea dua kwenye siku yake hii tukufu ya kuzaliwa. Allah amjalie maisha mema marefu, afya njema na muondoshie husda na hasada zote za majini na wanadamu. Ndugu zangu, leo sisi kwa maneno mengi maneno tumemaliza. Tulimaliza tarehe 13 pale uwanja wa Gombani. Lakini kama nilivyosema kushukuru kamati, na kamati nashukuru ripoti ambayo mmenipatia hapa, nimeiangalia kwa haraka na yale ambayo mmeyapendekeza naomba niseme kwamba wizara tumeyapokea na tutayafanyia kazi ili kuona yanafanikiwa. Na katika hili swala zima la kuunda kamati ndogo ya wizara, hili nalo tutalifanyia kazi kwa haraka. Na naomba kwa mamlaka nilionayo ambayo Mheshimiwa Rais amenipa, naomba nimtangaze mwenyekiti wa kamati hiyo ndogo hapa tulipo. Niseme nimtaje? Basi naomba nimtangaze aliyekuwa bado sijavunja. Naomba nimtangaze mwenyekiti wa kamati ya NMB Mapinduzi Cup 2026. Huyo atakuwa mwenyekiti wa hii kamati ndogo ya ufuatiliaji. Kwa ile kamati ndogo ambayo tutaiunda, wajumbe wake sitawatangaza hapa, mtaniwia radhi, ila mwenyekiti tayari yupo. Kwa mwenyekiti manake anaanza kazi mara moja. Kwa mwenyekiti utaanza kazi yale ambayo mapendekezo uliyatoa hapa kwamba kuifanya Mapinduzi Cup yetu. Kwa kweli hii ni icon ya Wazanzibari, kwa sababu tunapozungumzia mapinduzi, maana ni mapinduzi daima mbele. Tutayalinda, tutayatetea, tutayasimamia kwa maslahi mapana ya Wazanzibari wote. Kwa hiyo hii ni icon kubwa kwa wenzetu TFF na CAF kutambua ni suala la msingi. Lakini Waswahili wanasema nguo ya Ijumaa siku hizo hufuliwa Jumatatu. Mabadiliko ya tabia nchi na hali ya hewa, unaweza kusubiri kufua Alhamisi ikaja mvua, hakuna upepo, hakuna kitu. Kwa tufue Jumatatu. Kwa hiyo tuanze sasa, na mwenyekiti ndio naanza kukuagiza na hilo, anza nalo tuweze kufanikiwa. Na pia naomba tumshukuru Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, tusimsahau, na yeye alitushika mkono, alitubeba kwa sababu yeye alikuwa ndio mwenyekiti wa sherehe zote za mapinduzi. Kwa hiyo alihakikisha kwamba Mapinduzi Cup yetu yanafanikiwa. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais. Lakini wale wote wanasema tuwezi kutaja mmoja, lakini kila mmoja ambaye kufanikisha kwa Mapinduzi Cup yetu Mapinduzi Cup yetu haya ya mwaka huu 2026, tunamshukuru na tunaombea wote kheri na baraka tele. Lakini naomba nikuahidini kwamba kwa kazi nzuri ambayo mmetufanyia mwaka 2026, wizara yetu itaendelea kuthamini na tutaendelea kukutumieni ili kuona tunafanikisha. Si lazima labda Mapinduzi Cup tu, lakini tuna mambo mengi ambayo wizara inataka kuyasimamia, na tutaomba sana support yenu ili kuona hayo
yanafanikiwa. Kwa hiyo be assured kamati, lakini hata wale ambao walikuwa kamati ndogo ndogo, basi na nyinyi tunathamini mchango wenu, na wizara hii itaendelea kukutumieni kwa lengo la kuona wizara yetu inasonga mbele katika mambo yote. Basi baada ya hayo, naomba tuseme kwamba kamati yetu ya NMB Mapinduzi Cup 2026 tunavunja. Tunakushukuruni sana, asanteni sana. Kama nilivyosema, tunakuombeni kuwa muwe nasi bega kwa bega, mkono kwa mkono, ili tutakapokuhitajini basi mseme sawa. Hata kama kamati imevunjwa, basi muwe nasi katika kuona mambo yanasonga mbele. Jamani, baada ya hayo haya, wale walimu wenzangu wale walochezesha ile halaiki ya wale watoto, hongereni sana, mmefanya kazi kubwa sana. Hongereni walimu kwa kazi ambayo mlifanya, kwa kweli we are proud of you. Hongereni sana.